Rozi, unaweza kuniambia umetoka wapi? Sokoni kaka. Hivi sasa hivi unaniona kama mtoto mdogo, unaniona kama mtoto mwenzio. Soko gani hilo ambalo unaenda unakaa zaidi ya masaa mawili? Mimi nimefika hapa muda mrefu sana, sijamkuta mtu, halafu ananiambia kwamba ulikuwa sokoni. Soko gani hilo? Kweli kaka, nilikuwa sokoni. Nisikilize kwa makini, taarifa zako ninazo. Kuna ujinga unaofanya huko mtaani. Hivyo basi, omba nisije nikakukuta. Siku nikikukuta takachokufanya hautakuja kuamini. Mna ujinga wote unaendelea kakaangu. Wasiwasi wako tu, mimi kweli nilikuwa sokoni. Sitaki kuonekana kaka wa hovyo ambaye ameshindwa kuwa na malezi mazuri kwa mdogo wake. Hivyo basi inabidi unisikilize mimi kaka yako ninachokwambia. Nahisi unielewa. Inaomba uende ndani uniandalie chakula. Nataka kutoka sasa hivi. Ondoka hapo, sinitolee macho. Lozi wangu, unajua katika siku ambazo nimeenjoy sana basi ni leo. Ukiangalia mazingira tulikuwa tumetoka, tumecheza kule juu, tukaenda kule bondeni, tumezunguka, tumeenjoy. Kwa kweli nimefurahi sana. Yaani natamani tuendelee kubaki hivi hivi mpaka giza litukute tukiwa hivi hivi tunaendelea kucheza. Hapana mpenzi, hilo haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Muda ule mchana nilipopitia nyumbani kwako, kaka alinigombeza kweli, alikasirika huyo. Hivyo basi acha saizi niwahi kurudi nyumbani, nisimkasirishe tena na kingine ili asitushtukie. Pole, lakini hakukupiga? Hapana, kunipiga, lakini alikasirika huyo, alichukia kama unavyomjua. Hivyo basi sitaki kumuuzi tena. Unajua kaka yako anazingua sana. Hata kama ndio ni kaka yako, lakini kuna baadhi ya vitu inabidi akupe uhuru tu. Kwa sababu dunia sasa hivi akiendelea kukubana kiasi hicho, anaweza akapelekea ndo karibika mazima tena. Anaki, kwa kweli yule ni kakaangu, ananilinda tu kama mdogo wake na anafanya majukumu ambayo angefanya mama yangu vile vile. Kwa ni haki yake kufanya hivyo. Hata kama, lakini kuna muda tu hata anachokifanya inabidi akupe uhuru wako naye. Ukicheki anachokifanya anaingia hadi kwenye mahusiano yako. Sasa yeye kipi sasa cha muhimu anachokifanya? Hata watu wakija kumuona kweli haitaleta picha nzuri. Hivi unanichukuliaje? Unakaa na mdogo wangu vichochoroni, unatamba, namvalisha, namlisha, halafu wewe mshamba tu mmoja unakuja unakaa naye hapa vichochoroni. Hivi unajua anatumia pesa ngapi yule dogo? Huyo dogo nampenda zaidi hata ile neno nakupenda. Wazazi wangu wameniachia mimi niweze kumlea, lakini wewe unachokifanya unakaa unatamba mwanangu. Unachukuliaje? Naomba nikupe neno moja. Angalizo, kaa mbali na mdogo wangu, kwa sababu ukiendelea kukaa karibu na mdogo wangu utakachokufanya hautakuja kuamini. Utaniambia nani aliyeniita ngoma nzito aka Kibondo? Si umenielewa? Ndio mshamba wewe. Nisamehe kaka, alikuwa kusudi langu. Mimi nilikuwa napita tu, yeye mwenyewe ndo kaniita pale. Alikuwa lengo langu kakaangu, naomba nisamehe. Rozi, hivi ni mtu aina gani? Najaribu kuonyesha kila aina ya upendo kwako,
Lakini mdogo wangu, wewe ni mtu ambaye usikii. Nimetoka kukaa na wewe hapa muda sio mrefu, lakini baada ya hapo umetoa ndugu yako hapa na kwenda kule, tena umesimama vichochoroni, hata aibu hauna. Wewe ni mtu wa aina gani Rozi? Unataka nifanyie nini? Una kitu cha kulima? Unataka nionekane ni kaka ambaye nimeshindwa kukupatia malezi bora, si ndio? Unahisi wewe ni chaguo sahihi kwako? Ndio kaka. Anakupenda? Ndio, ananipenda. Nisikilize, kama mnapendana, mimi sitaki kuonekana kikwazo katikati yenu. Ninachokifanya natimiza tu wajibu wa mimi kwa mdogo wangu. Hivyo basi, kama nakupenda kweli, naomba uongee na mwenzio, mwambie alete barua ya posa hapa, aje akupose. Nilichokihitaji, nahitaji utoke hapa nyumbani na heshima. Sitaki uondoke, sitaki uje upate matatizo hapa nyumbani. Nitakuwa mtu wa namna gani mimi? Umenielewa? Ndio kaka, nimekuelewa. Tamwambia. Ukifanya hivyo, mimi sina shida na wewe kabisa. Sitaki kuonekana kikwazo kwenye mapenzi yenu. Yesu, umenielewa? Sawa. Wewe unapaje? Bora merara huyo. Mjaji. Mwanangu. Hujaonekana toka asubuhi. Ulikuwa wapi? Au mpata mission? Mishe wapi? Huyu jamaa kuto kumchunga mdogo wake, utadhani mtoto wa chekechea. Alafu mwanangu, unakosea sana kwa unachokifanya kwa mdogo wako Rozi. Yaani anaishi bila amani, yupo kama kandege. Hivi nyie mnanichukuliaje kwanza? Katika vitu ambavyo sipendi ni mtu kumzungumzia mdogo wangu Rozi. Tutaharibiana siku sasa hivi. Nilishawaambia masuala ya mimi kumchunga mdogo wangu hayawahusu. Hivi nyie mpoje? Lakini sio kwa ubaya, mambo ya kuwekana sawa. Tatizo lako mwanangu, wewe naye acha hizo. Upendi kuambiwa ukweli. Yaani wewe vitu vya ukweli uko nje kabisa. Kwa nini upendi kuambiwa ukweli wewe? Tunakuambia vitu vya msingi hapa, afu unabisha nini sasa? Kuwekana sawa. Wasikia? Kama hamtaki mimi nifike hapa ofisini, ni bora mngeniambia mimi nikaishia huko huko. Naona nikisha kuja hapa tu, yani furaha yenu inaondoka kabisa. Hebu tuachane nayo. Hebu tujadili kuhusu Mishe basi. Hayo ndo mambo ya kuongea. Sasa sikia. Kuna yule mzee Bihogola yule. Gari lake limeharibika injini. Hivyo basi alinipigia simu wakati nipo nyumbani kuwa nililete gari. Lakini nikamwambia baada ya nusu saa aweze kuleta yeye mwenyewe hapa ili tuweze kupata faida kwa pamoja. Sababu mimi nawakubali sana mwanangu Aramo na mwanangu hapa Amanda. Hamna kinachoharibika hapo. Au sio? Mzee wa madili hujai feli. Ndio hivyo, ngoma nzito anafelije madili jamani? Mwanangu ngoma nzito. Hujai kufeli mwanangu. Unajua nini? Fanya kuagiza. Najua hamjara hapa mna bla bla tu, hamjara chochote kile. Midomo imewapauka hivyo. Okay, basi hamna noma. Mimi kwa niagize msosi hapo. Pate kidogo. Poa. Vipi bajaji huyu hajaje kuichukua? Au anazingua hana hela mwanangu. Basi poa. Ngoja nivae vazi la kazi. Dakika moja. Haya poa. Yaani shoga yangu, yaani kutoka siku ile tulivyoachana pale, yaani presha ilikuwa juu sana. Yaani yule kaka yako ninavyomuogopa mimi mwangu wangu. Yaani ni kichaa zaidi ya kichaa. Niambie, akukupiga siku ile? Wewe shoga yangu nawe kwa umbea. Naona una shauku ya kutaka kujua. Wala hata hakunipiga.
ila tu kuna kitu aliniambia ambacho yani ndio kinanipa mawazo. Nafikiria yani hapa hata sijui pa kuanzia rafiki yangu. Bwana alikwambia nini? Mbona nitisha Rozi? Kakaangu ameniambia kwamba nimwambie Devi atafute posa haraka iwezekanavyo alete nyumbani ili anioe. Si unajua apende mapenzi yetu ya huko uchochoroni. Kuna jambo zuri, mchuzi wa mbu unanye kutoa moto, ukiwa baridi au mtamu. Kwa hiyo cha kufanya nenda kwa Devi, hata usiogope. Rafiki yangu, kama unavyojua hali ya shemeji yako, pangu pakavu. Atatoa wapi hiyo posa ya kuleta nyumbani haraka iwezekanavyo ili anioe? Namuonea huruma sana mpenzi wangu yani. Ni kweli, lakini usikate tamaa. Endelea kumwomba Mungu. Yupo pamoja na wewe. Kwa hiyo wewe mfuate Devi, mwambie kwa kila kitu. Asante kwa ushauri wako rafiki yangu. Sawa, nitamwambia, lakini naogopa. Kwa nini unaogopa Devi? Si mpenzi wako, unampenda. Kwa hiyo unaogopa nini? Wewe nenda. Sawa, nitamwambia, ila nahisi atajisikia vibaya sana. Na wewe acha mambo yako na wewe. Utajisikiaje? Si mume wako yule. Wewe kujisikia vibaya. Asante rafiki yangu kwa ushauri wako. Nitamwambia, sawa Nitaufanyia kazi. Hata usijali rafiki yangu. Bye. Aya, uwe na siku njema shoga yangu pia. Aya. Msibebe shemeji akija. Hata usijali mwana, nitamsalimia. Chakula cha leo ni kitamu sana. Hivi ni hii ladha au ni mimi nina njaa tu? Tamu wapi bro? Kwanza tukiangalia chakula chenyewe kimechelewa sana kupikwa siku ya leo. Ni kweli kaka zangu. Leo unajua ratiba za chuo zimebana sana. Kwa hiyo yani nimechelewa sana. Naombeni mnisamehe. Afu kingine kaka Ian, nikushauri kitu. Ukiangalia saizi bro, umri unaenda. Haya maisha ya kusema tu utamsubiri Tamari anatoka chuo waje kutupikia, maisha ni ya uongo. Kaka Ian. Alama mdogo wangu, mwanzo mimi mpaka unaongea maneno. Kaka, yani katika siku umeongea point ni leo. Kwa sababu gani? Wewe umri umeenda kweli na nyumba ni mwanamke. Yaani angekupa wifi yangu hapa, kila kitu ningekuta tayari. Ningekuta kashapika, kashafanya usafi. Mimi ningefika tu ningekula na nyewe mngekuwa mshakula kitambo. Bwana naona leo umeamua nikalie pole. Hebu tule au mambo mengine tutaongea baadaye. Hamna shida. Ndio maana tunasema uoe. Sister, ukweli umefika. We kaka we. Ujumbe umefika. Oa. Mimi nishachoka kufanya kwanza makazi hapa nyumbani. Nakosa hadi muda wa kusoma. Ulele ainaje kunitumia meseji za kuniomba radhi, ainaje bwana nilikuhitaji waziwazi, ainaje ya kuzituma kwangu zawadi, ainaje yani mwaka mzima uniache peke yangu, ukirudi unikute singo, pigo hizo sina, nilikuhitaji wewe. Rozi, unajua nilikuwa na wasiwasi sana juu yako.
ukifuatia lile tukio ambalo limetokea juzi. Nilikuwa natamani sana kujua nini kikitokea baada ya pale. Mimi pia nilikuwa natamani kujua kilikutokea nini hasa, maana namjua kakaangu alivyokuwa mkorofi. Sijali, kwa upande wangu mimi yule ni mwanaume mwenzangu, kwa hiyo alifaa tu kunionya basi na kunifanya kitu kingine chochote kibaya. Hofu kubwa ilikuwa kwako tu nyumbani nilipofika. Afadhali, maana hata mimi hakunipiga, ila tu kuna kitu aliniambia. Gani tena? Kakaangu aliniambia kwamba nikwambie utafute posa haraka iwezekanavyo ili ulete nyumbani unioe. Si unajua mapenzi yetu huku chochoroni. Sawa, naelewa. Nataka nikutoe hofu kwamba nitajitahidi kwa vyovyote ninavyoweza nihakikishe na kutolea mahali ili niendelee kutunza furaha yako, kwa sababu najua kabisa nakupenda. Mimi Rose nakupenda pia. Sasa mwanangu, hizo mnaona hizi ni dharau kabisa hizi. Ndio bwana, unataka kwenda wapi tena? Hivi nawezaje kuvumilia upuzi wa namna vile? Yaani wanapita tena wanapigana na mabusu kabisa, wanashikana kweli hapa. Hivi mimi naonekana ni kaka namna gani? Sasa wewe ulisema umeshamruhusu yani amoe Rose ya? Mimi nimemruhusu amoe, lakini sijamruhusu apite naye. Nimwambia alete barua ndo waendelee na mambo mengine. Nilikwambia kaka, hata mimi kwanza nimeshangaa. Yaani umewezaje kumruhusu mdogo wako olewe na mtu kama yule ambaye hana mbele wala nyuma? Unazingua kaka. Hapo sidhani kama hata hiyo posa yenyewe ataileta. Maana hali yake wenyewe tunaijua. Asikia mwenyewe bana. Au mambo mengine acheni nao kabisa. Msiingize kabisa. Kama hana hali yoyote ile nzuri, wamependana wao, muache wapendane. Au masuala mengine ni kumwachia Mwenyezi Mungu. Yeye ndo atakayejua kwamba wanaishije, wanaweza wakara nini. Kumwachia Mwenyezi Mungu? Yaani nyewe wenyewe pangu pakabu tia mchuzi. Shemeji mwenyewe ndio huyo kula kujilambalamba kushiba imani. Ndugu yangu, pale matatizo. Hamna kitu pale kaka. Naomba muachane na mimi kabisa. Sasa unaenda wapi? Kama Nzito umepoa. Unaenda wapi sasa? Umepoa. Tanyoka mwaka huu wewe. Na wanazingotendeka kazi bwana. Nikwambia nini kuhusiana na mdogo wangu? Nakuuliza nilikwambia nini? Nakuuliza ujumbe wangu ulipata? Ndio niliupata blaza. Sasa ndio umefanya nini? Baadaye ufanye kile nilichokwambia, wewe ndo unatamba mtaani, unatamba nao unapita naye pia. Wewe unanichukuliaje mwanangu, unichukuliaje wewe? Unanichukuliaje jamani? Unataka nionekanaje mimi? Nisikilize. Kilichokufanya wewe utoke na mdogo wangu, uanze kuzunguka naye tena unapita unatamba mtaani. Hivi unataka watu wanichukuliaje mimi? Kwani brother, mimi kosa langu ni nini hapo? Kosa lako ni kutembea naye. Kosa langu ni kutembea naye mtaani. Hivi ni vitu ambavyo sivipendi mimi. Hivi unanichukuliaje mwanangu? Nisikilize basi. Nakupa mwezi huu mmoja tu. Usipoweza kuleta kile kitu ambacho nimekuambia wewe, sitaki nikuone na mazoea na dada yangu. Sitaki nikuone na mazoea na dada yangu. Narudia tena, naitwa Ngoma Zito aka Kibondo. Shamba wewe. Sengeni. Afu wewe.
jamaa, unajua unajikuta nani kwa mfano wewe jamaa wewe? Yaani mimi nilitegemea wewe utakuwa mtu wa kwanza kunishika mkono mimi, pengine kutoka hapo ulipo kwenda kwa waganga kienyeji kule kwenda kuloga ili mimi nisiachane na mdogo wako. Lakini mwisho wa siku wewe ndio umekuwa mtu wa kwanza, ni kwanza kunipandisha vitisho mimi. Hivi umesahau kwamba ni wanaume wangapi ambao wanatoka na watoto wa kike kibao huko, mwisho wa siku wanatelekeza, wanaenda kuzalia majumbani. Yaani mimi nimejitoa kumwoa mdogo wako, lakini mwisho wa siku anaanza kunipiga mikwala mimi. Yaani wewe ni mtu wa ajabu kweli wewe jamaa wewe. Sasa hebu ngoja. Sema kwa sababu nampenda. Yeye sikuwa nampenda au mimi nikuja kukufanyia kitu kibaya. Mwaka wa dayo mimi wala sitaweza. Kwa mapenzi nilonayo sikuwa mvivu kubembeleza. Hata kusani silijui, ghafla tukawa maadui, kashikwa wapi mimi sijui. Nilikuwa hata pa kushika sijui, swala ukageuka chui, ulishikwa wapi sijui. Tamari, upo kwa rafiki yangu umeadimika, uonekani siku hizi au usafiri? Nitaenda wapi shoga yangu? Mambo tu ya chuo amenibana. Si unajua tena mambo ya masomo. Ongea shoga yangu, si bora wewe unasoma. Hata mimi nitamani kuwa kama wewe. Sema ndio hivyo tena imeshindikana. Kwani baada ya kuachana na mambo ya chuo, sasa unajishughulisha na nini labda? Yaani kitu gani unataka ufanye? Au ndio upo tu? Wazo wangu kwa sasa shoga yangu ni moja tu. Ni kuolewa na shemeji yako. Shemeji? Nani? Kuna mwingine basi? Mmoja tu. Si Devi. Nacheka kama mazuri. Kwa hiyo shoga yangu, na huo mzuri wote, yeye mbeba mzuri mrembo hivyo, ukolewa na yule kapuku. Kweli? Haki ya Mungu niliamini nimeona mengi. Ili nalo kubwa. Tamari, yaani hata sikutegemea kama unaweza ukaongea ujinga kama huu. Rafiki yangu ninayekutegemea kwamba wewe ndio utanishauri kwa kila kitu. Leo unakuja kuongea upuuzi kama huu. Sasa kwa taarifa yako, nikwambie hivi, uweke kichwani mwako. Upende, usipende, utake, usitake, ndio nishamchagua na ndio nishampenda na ndio naolewa naye kwa taarifa yako. Hongera. Kaka. Upo muda mrefu hapa. Yule ni nani? Yule rafiki yangu anaitwa Rose. Sawa. Kaka, kuna shida? Hakuna shida. Ni mara ya pili hii namuona. Moyo wangu umetokea kumpenda sana. Haki ya Mungu. Kwa maana hiyo unataka wewe twende nyumbani au mengine tuongea nyumbani. Ila kaka leo umenifurahisha. Sivichekeshi. Kaka, umesema unazungumza na sisi. Si tupo hapa tunakusikiliza. Mbona sielewi? Unamzungumzia nani? Kusema kweli ni mzuri. Ameumbika. Amekamilika kila idara na amefanikiwa pia kutega moyo wangu. Natamani sawa hawe mke wangu. Au nyinyi mnasemaje? Nani huyo bro? Rose, mdogo wake na Fefebi. Rose, mdogo wake na Fefebi? Chukweli Rose ni msichana mrembo sana. Na kakake anapenda olewe. Lakini kuna Kaka, mimi shagundua unachotaka kusema. Mimi ninachoona hapo, uongeze nguvu tu kwa Fefebi. Kwa sababu wewe Fefebi ni rafiki yako. Na sidhani kama Fefebi anaweza kukataa hili. Mimi kakaangu ana hela bwana. Ndio yote haya yanawezekana. Wewe unataka kusema nini huyu? Kwamba Rose hawezi kukubali ombi langu au? Usijali kaka.
Yule mdogo rafiki yangu na kakake anapenda aolewe na si kuchezewa. Naamini ulimeisha bro. Mimi siamini kama kakaangu anaweza akamchezea. Saizi kasema kashapenda na anataka aoe, si ndio kaka? Hapa kinachofuata yani ni niwe tu kupanga kwamba inakuaje, mnafanyaje ili Rose apatikane aje ndani. Kwa nini kipi cha kufanya sasa? Yaani hapo bro, nafikiri cha kufanya ni kumfuata tu Rose, kuongea naye, na cha pili inabidi uwe karibu sana na Fefebi. Zawadi mimi naamini atakuelewa tu bro. Au unasemaje sister? Hiyo ni wazo. Yeah. Na akili sana ndugu. Basi acha mchakato. Chap, mimi nataka wifi. Lakini pia mwenyewe nataka shemeji. Akuitwa shemeji. Hivi Rozi, wewe ni mtu wa aina gani? Mimi nimetoka kukalisha sio muda mrefu, lakini wewe badala yake unapita, yani unakuwa ni mtu wa tofauti kabisa. Mbona unikosesha amani mimi? Mimi ni kaka yako. Mbona unakuwa hivyo? Lakini Rozi, nisamee kaka, haitojirudia. Umetoka kuongea vizuri. Hivi wewe kweli unakupita mtaani, unapita umeshikana naye mikono. Hivi unataka mimi nionekane kaka wa aina gani? Nimeshindwa kukutunza au sikupatii malezi yaliyo bora? Mimi nakupenda mdogo wangu, ndio maana nakupigania ili uweze kuwa na maisha mazuri. Sina maana ya kwamba mimi nakufunga, yani unanifedhehesha mimi kaka yako. Naonekana sina maana. Nashikwa na marafiki zangu, naonekana nafanya vitu vya tofauti. Lakini yote hayo ni mapenzi yangu juu yako Rozi. Yaani nafika sehemu nachoka na wewe kwa sababu kila siku nakuelekeza hiki unafanya kitu kingine. Nachoka Rozi. Mapenzi nilona sikuwa mvivu kubembeleza. Hata kusani silijui, ghafla tukawa maadui, kashikwa wapi mimi sijui. Nilikuwa hata pa kushika sijui, swala ukageuka chui, ulishikwa wapi sijui. Hebu sana mzee. Asante. Shikamoo. Sijambo, namshukuru Mungu. Lakini sikuwa na taarifa ya ujio wako. Usiwe na hofu. Leo nimekuja na kofia tofauti kabisa. Usiwe na wasiwasi kabisa. Kuwa na amani. Karibu sana. Asante sana. Bwana, ujio wangu nimekuja na kijana wangu hapa Gibson. Sijui mshakuonana? Nahisi tunakutana sana lakini sijawahi kukaa naye kuzungumza. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Huyu ni mtoto wa mzee Mwinyi, jirani yangu pale kule kwenye nyumba yangu nyingine ambako ndo mimi napoishi. Okay. Yaani mtoto wa mzee Mwinyi ndo nimeambatana naye leo, kama nilivyokuambia kwamba nimekuja kwa kofia tofauti kabisa. Sasa kwa hivyo tutaomba utusikilize. Karibu sana. Asante bwana, sisi tumekuja hapa kwa maagizo maalum kutoka kwa mzee Mwinyi ambaye ana kijana wake anaitwa Ian. Sasa fahamu, unajua vijana tuko wengi sana. Vijana nyewe bwana, unajua mpo wengi, kwa hiyo inawezekana msifahamiane au sura tu. Sasa mnaweza mkafahamiana. Tumekuja kwa ajili ya dhumuni la kuleta barua ya posa kwa ajili ya yule ndugu wako. Sasa sina taarifa na hiyo, siwezi kujua kama aliongea na mwenzake, lakini siwezi kujua anakutana huko. Naona ni vyema ningemuita ili yeye mwenyewe aje niambie vizuri, labda nisije nikafanya maamuzi peke yangu. Sawa, kama shida. Kama shida. Rozi, njoo mara moja. Shikamoo. Jambo, karibuni. Nzuri. Samahani kwa kusumbua, najua ulikuwa na shughuli ulikuwa unafanya huko. Kuna kitu nilikuwa nahitaji kufahamu kutoka kwako. Vipi, umeongea na mwenzako kuhusiana na masuala ya posa? Ndio kaka, nimewasiliana naye. Basi kama umewasiliana naye, unaweza kuendelea na shughuli zako. Sawa. Naam mzee wangu. Basi naweza nikaipokea hiyo barua kwa kuwa ameelezea yeye mwenyewe
Hapana shida. Sisi tupatie hiyo barua na tunategemea majibu mazuri. Majibu utapata hivi karibuni, nitakupigia simu. Hamna shaka. Nikishakaa naye tukiweka mambo sawa, tutapata taarifa. Hamna shaka. Sawa sawa. Tunategemea kwa sababu tushajipanga. Tushajipanga kwa ajili ya awamu hatua inayofuata, kwa hiyo sawa sawa. Okay. Asante sana. Haya bwana. Asante. Mr. Gibo. Karibu sana bwana. Karibu sana, jisikie kwa nyumbani, mwambie majibu atakuja leo mazuri kabisa. Haya, asante, nashukuru. Asante jamani, nitoe. Tunaenda Majombo hapo, kuna kazi moja tunaenda kufanya. Asante sana. Kwa shida ni Rozi. Wewe unanipiga na unaniambia tatizo langu ni lipi? Unajitoa fahamu, si ndio? Ina maana wewe hujui kinachoendelea? Aliyekutuma uende nyumbani kwetu ukatoe pesa ni nani? Na sasa kumbe tatizo ni hilo Rozi. So ungesema tu mapema. Unachukulia maamuzi, unaenda nyumbani kwetu bila kunipa taarifa. Aliyekutuma uende bila kunipa taarifa mimi ni nani? Rozi, kijaribika kitu. Ni wewe lazi tu kwa kufanya hivyo bila kukutaarifa. Ukweli ni kwamba nimefanya hivyo kwa sababu na lengo na wewe na kuhitaji Rozi. Nahitaji wewe mke wangu halali na ndio maana nimeenda kutoa pesa kwenu. Usinifanyie hivyo mama. Hivyo unajisikia unachoongea kweli? Aliyekutuma uende nyumbani kwetu ni nani nakuuliza? Kwanza kwa taarifa yako nikwambie, sikupendi, sikuhitaji, sikutaki jamani. Nina mpenzi wangu ninayempenda. Mbona unanifuatilia kaka? Kaa mbali na mimi bwana. Rozi, kama David ni kweli angekupa na kupenda, basi wewe ndio ungekupa wa kwanza kwenda kupeleka pesa nyumbani kwenu na sio mimi. Mimi nimekuwa wa kwanza kwenda kupeleka pesa kwa sababu nakuhitaji, nakupenda Rozi. Na niumiza, mimi ni mwanadamu. Na moyo wa nyama pia mama. Maneno yako makali, shindwa kuyavumilia. Nadhani nilichoongea umenielewa, si ndio? Rozi. Rozi. Nifanyie hivyo Rozi. Nanitesa ujue. Nilikupenda soko sini. Mimi soa simu kwa pini. Rozi, unajua tangia ufike hapa hauko sawa. Nikia nikijaribu kuongea na wewe kuuliza nini tatizo, sitaki kuniambia chochote. Vipi? Uko sawa kweli? Na uko utoka kweli ni salama? Hamna. Nipo sawa. Sitaki kuniambia uko sawa. Unajua ukiwa na furaha nafahamu. Kama kuna jambo limekukuta, pia inabidi uniambie kwa sababu lao kabisa inaonyesha kabisa hauko sawa. Kwa hiyo naomba uniambie nini tatizo. Hivi ule mchakato wako umefikia wapi? Kumbe hicho tu ndio kinakupa wasiwasi. Mimi mpango yangu iko sawa. Kila kitu nimeweka. Kwa hiyo sune tu mambo yangu yatakuwa sawa. Nitakuja kwenu. Ndio wasiwasi. Na hiyo hivyo kweli mpenzi. Sitaki kitu chochote kitutenganishe. Namaanisha nini kusema chochote kitutenganishe? Maana na jambo liko mbele yangu na mimi silifahamu. Hapana. Kila kitu kinaenda sawa tu. Nakuombea hivyo ufanikishe haraka iwezekanavyo ili tuweze kuwa pamoja. Si unajua nakupenda. Basi kama hiyo ndio ilikuwa wasiwasi, nikutolee hofu kabisa. Mimi nitapambana kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa sababu nakupenda. Nasema kibati tuko kwenye mwana. Unajua mwanangu Rama, wewe ni snitch sana. Nimefanya nini mwanangu Vifebi? Kwa hiyo wewe baada ya kuona kwamba mimi nazungumzia masuala ya Devi kwa wana na Rozi, ukatoa miguu yako hapo kaenda kwa kakako nyumbani kumwambia kwamba aje kutoa posa kwetu. Hivi maana yake yani ilikuwa ni nini yani? Jamani, mbona mimi siwaelewi mnaongelea kuhusu nini? Ongeeni basi vizuri mueleweke. Sasa hapo kibaki kwa wapi?
Pia nikampenda Rose. Mimi nikamshawishi aende kutoa posa kabla uchoko wenu wajaja. Mimi naona iko sahihi tu hapo nani kakangu. Sasa kama Rose amempenda Devi, simwache aendelee na mapenzi yake. Sasa mimi ananihusu nini? Alafu wewe unaanza kuingilia hapa ili waje. Alafu jamani, kama vipi huyu mdogo wetu tusimuozeshe mbali? Au nyewe mnasemaje? Mimi nakubaliana na wazo la Dave kama kafanya hivyo. Mwanangu snitch kinoma yani. Wewe ni bendera foto pepo. Au eleweki uko wapi? Upo huko au upo huko? Sikuelewi yani. Sikia. Kama swala mimi sitaki kuyasikia. Kama Rose amependana na Devi, mwaache. Mimi siwezi kumpangia mdogo wangu. Huo ni udikteta. Hizo ni zama za zamani. Siwezi kumpangia nani aolewe naye. Yeyote yule atakayeonyesha kwamba nia ya dhati ya kutaka kumuoa mdogo wangu, lazima nimwozeshe. Hivyo basi, yeye chaguo lake ni Devi, na mimi siwezi kumwacha kwamba eti aolewe na mtu mwingine kabisa. Wamependana wao, hivyo muache na mapenzi yao. Mimi ni nani niingilie? Oa jamani, kazi kwenu mnaoposi mapenzi. Ni hapa hasara tupu tu yani. Hamna kitu hapa. Oa, hao mambo mengine achana nayo. Sikia, hizi topic sitaki ziendelee kabisa. Kwa sababu hapa kazi zimesimama. Kuna gari la yule mama aliyoleta jana, yule mama wa Swaumu yule. Alijatoka hapa. Alafu bado tunakaa tunaongea vitu ambavyo havina kichwa na miguu. Mimi nimezungumzia hivyo tu. Ila sijapenda mwanangu. Okay, hamna noma, tuendelee na kazi. Hodi wenyewe. Karibu Rose. Karibu sana. Asante shoga yangu. Karibu. Asante. Naona mambo yaani unawaka waka ndugu yangu. Hey, vipi? Safi. Basi Devi mkupendezeshe mwaya. Wewe nawe. Kweli lazima tuseme. Asante. Ni shoga yangu, hata siamini kwa Tamari mshiriki kufanyia hivi. Kwa nini lakini? Ya hivi. Rafiki yangu, kama unavyojua, siku zote wanakwambia mwenye pesa si mwenzako. Kwa anasemaje lakini au mambo? Kakangu wala hana shida. Ambia uchaguzi ni wangu. Hivyo basi namsubiri Dave mpaka atakapopata hiyo posa haraka iwezekanavyo ili alete nyumbani anioe. Hivyo wewe unavyomwona Dave kwa ndoa kweli ya maana hata mwelekeo ya ndoa ana. Hamna, mbona anapambana kwa ajili yangu? Na kingine, hata asipopata hiyo pesa kwa sasa, napo sitaolewa na mwanaume mwingine yoyote yule. Tamsubiri Devi wangu mpaka pale atakapopata hiyo pesa alete nyumbani anioe. Sawa, lakini muombe Mungu akujalie. Bila Mungu huwezi kutoboa. Asante shoga yangu, lakini shoga yangu, nataka ukamwambie Tamari namchukia na kuanzia sasa sio rafiki yangu kabisa. Ndugu yangu, usinene mambo hayo ya kesho ya juu. Wewe nawe kwani unataka kusema nini? Hamna, ila sijali tu pamoja. Haya, poa basi tutaonana. Haya. Poa. Jamani. Kweli, watu wakiwa na mchumba, acha mimi niende kupasua kuni. Jamani, na mimi natamani mpate wako wangu ampendezeshe. Febi, nimekuja kuchukua pesa yangu leo. Hata ndani siingii, naishi hapa hapa. Mzee, nafahamu, lakini ningejaribu kuongelea ndani kwa sababu hapa tunakaribisha watu. Febi, hakuna mazungumzo. Nipatie pesa niondoke, mimi sitaki kuingia ndani kwenu. Umesikia binti? Mimi sitaki kuingia ndani kwenu, nachodai ni pesa yangu, imekaa sana. Febi, nimekuwa nikupigia simu yangu pokei. Nimekupigia juzi mara 3, nimekupigia jana mara 2, simu pokei. Sasa namsaidiaje? Mzee wangu hilo, lakini nakuomba tuvumilie. Mambo hayajaenda vizuri kule garage, ndio maana ukikuta nimechelewesha kodi. Sababu mbona unaenda vizuri tu? Kijana wangu, nimekuvumilia. Mwezi wa ngapi sasa? Najua ni mwezi wa 4 huu. Sasa unategemea mimi nitakula nini?
Mimi saizi ni mstaafu. Kwa maisha naendeshaje? Babangu, nafahamu kabisa hii nyumba pia ulitumia gharama kubwa kwa ajili ya kuijenga, lakini hebu naomba nivumilie, na mimi ni binadamu na haki zangu pia kama mpangaji. Nimekwama tu, nimeteleza kidogo mzee wangu, hebu naomba nivumilie kwa hili. Nikufuata leo, nisingekufuata. Unanisikia? Au unataka mpaka nianze kufunga milango? Nifunge milango ndio uone kwamba mzee yuko serious? Wewe binti, siku mbili wakati bwana wako atahela kula hapa. Hawezi kufunga. Yeye mwenyewe hajiwezi. Siku mbili sasa hela mtaipata wapi? Habari yako mzee? Salama kijana, hujambo? Sijambo. Habari za siku? Salama tu. Karibu sana. Asante. Samahani, kuna nini kwani? Maana sikia kelele toka niko nje huko. Na wadai pesa kodi hawajalipa mpaka leo. Kwa nini wadai shilingi ngapi? Muulize Femi mwenyewe akwambie ni shilingi ngapi na mdai. 300,000. 300,000. Hamna shaka, basi mimi nitailipa. Utalipa? Mimi nadai pesa sasa hivi, nataka pesa niondoke. Hamna shida. Utalipa? Nailipa sasa hivi. Unawalipia hawa? Yeah. Okay. Vipi ndugu yangu? Mbona inaonekana ni mtu mwenye mawazo sana? Hebu tulia, kila kitu kitakuwa sawa. Nyadundo, unajua kwa hatua niliofikia mimi sasa hivi sina kitu chochote ambacho mimi nakitegemea kwenye maisha. Yaani nimekuwa ni mtu ambaye sina mbele wala nyuma. Kila siku nimekuwa ni mtu wa kumdanganya Rose tu na kumtia moyo kwamba nitamtolea mali, nitamtolea posa. Lakini nikiyatazama maisha yangu, najua na mimi ni mkosaji sana kwake. Niona hicho ni kitu cha pekee ambacho nimeachiwa na mama kipindi kabla hajafariki. Ila leo nakitoa hiki kwako. Maana wewe kwa sasa ni kama ndugu kwangu, tena zaidi ya ndugu. Nakupatia cha thamani kwangu. Nyadundo. Ndio. Wewe unahisi hii cheni itanisaidiaje mimi? Hii cheni ni yenye thamani kubwa na pesa kubwa sana. Kesho asubuhi pande gari uende ukaiuze Malelani Arusha. Nakuombea kipenzi changu, upo unapokwenda ukafanikiwe, tufanikishe jambo letu kwa haraka na uwahi kurudi. Mungu akulinde. Kitu ambacho nimekuwa namuomba Mungu ni kunikutanisha na mtu sahihi kwenye maisha yangu. Naona wewe ndio umekuwa mtu sahihi kweli kwenye maisha yangu, kwa sababu kila siku umekuwa ukiniombea mazuri tu, yaani kunikatisha tamaa. Ingine nataka kukuomba ni wewe kuweka imani juu yangu na kila kitu kitakuwa sawa. Asante, nimefurahi kusikia hivyo, na Mungu akutangulie, akuongoze. Amina, amina mpenzi. Nakupenda sana sana sana, lakini naomba tu wewe ujitunze, nisubirie nirudi, ili baadaye tuanzishe safari yetu mpya ya mapenzi na familia kwa ujumla. Sawa, usijali kwa hiyo siku. Kunitumia meseji za kuniomba radhi, haina haja, mbona nilikuhitaji waziwazi. Haina haja ya kuzituma kwangu zawadi, haina haja. Yani mwaka mzima uniache peke yangu, ukirudi unikute single. Piga hizo sina niko. Habari Rose.
Samahani, nilikuwa nimeleta kwa zawadi kwa ajili yako leo. Naomba uipokee. Hivi wewe, mbona uelewi wewe? Si nishakwambia sikutaki wewe. Nashangaa unavyojileta hapa nyumbani. Sijui unakuja kufanya nini. Lakini si kwa ubaya. Naomba basi upokee zawadi tu. Lozi. Wewe uelewi? Uelewi? Si uondoke. Tafadhali. Kama nimekosea naomba unisamehe. Ni zawadi tu nimeleta kwa ajili yako. Hivi wewe, mbona uelewi? Nishakwambia sitaki zawadi zako. Hebu ondoka hapa. Unasikia makelele alafu sielewi. Rose uko sawa? Ian. Uko sawa? Rose. Tatizo ni nini? Nitaka nimpe kiti, yeye mwenyewe alisema atakaa chini. Ian, uko sawa? Na ukweli ni kwamba nilikuwa nimejaribu kumletea Rose zawadi lakini sherehe hali yako. Hapana kaka. Nitaka nimpe kiti, yeye mwenyewe alisema atakaa hapa chini. Basi kama ni hivyo. Ian. Karibu ndani bana. Sasa unafika unafikia nje alafu mimi nipo ndani. Maana yake nini rafiki yangu? Asante. Karibu ndani. Unakuaje mbona unaangalia hivyo? Uelewe kitu gani wakati kila siku nakwambia kwa mimi nakupenda? Hivi wewe ni mtu gani ambaye huelewi? Ni mara ngapi nakwambia kwamba masuala ya mahusiano mimi sitaki kuyasikia katika maisha yangu. Hayo mapenzi wapelekee Wahindi au yapeleke Tanga huko alikozaliwa. Wewe pumbafu wako usirudie tena kuniongelea. Fefebi. Kuishi bila wewe siwezi. Nakupenda Fefebi. Unachekesha sana. Kama hauna kazi za kufanya unaweza kuzungumza. Sina muda wa kuanza kusikiliza ukibafu wako. Fefebi, leta hapo kwa nafasi bado hujanipa jibu. Please, basi nipe jibu langu. Bora nipende. Nakupenda sana, sio kidogo. Bora nipende. Nakupenda sana, sio kidogo. Mdogo wangu kwa ni kitamu sana, lakini unajua shughuli zangu hizi mpaka nikapambana huko ndio nimeweza kula, natumia nguvu kubwa sana. Mbona umechelewesha chakula? Gesi iliisha kaka, hata hivyo nilifuata huko mbali. Unajua tena na mvua ilikuwa inanyesha na ndio maana nimechelewa kupika kaka. Okay. Sawa. Nimekumbuka mdogo wangu. Hivi unajua kuna kitu ninashindwa kuelewa hapa. Nilimpa muda mrefu sana wa kuweza kujikusanya huyo Devi kwa ajili ya kuja kutoa kosa. Mpaka sasa hivi naona yupo kimya, sina hata jibu lolote lile kutoka kwake. Hebu niambie, unawasiliana na mwenzio? Ndio kaka, nawasiliana naye. Tuendelee kumsubiri kidogo, kila kitu kitakaa sawa. Tumsubiri mpaka lini? Tumeshamsubiri sana, imetosha. Hivyo basi ninachokiomba ujiandae kwa ajili ya kuolewa na yeye. Yeye ndio mwanaume sahihi kwako. Sababu anaweza kukutunza kama ni pesa anazo, lakini kwa upande wa David huyu
mpaka sasa hivi hata barua hajaleta. Kula kwake kwenyewe kwa shida. Mimi siwezi kuruhusu kateseka mdogo wangu. Hapana kaka, hiyo haiwezekani. Mimi unanionea. Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu. Mimi simpendi, nampenda Devi. Kama mimi ndo kaka yako, utapaswa usikilize kile ninachokwambia kwa sababu mimi ndo mtafutaji. Na Yesu umenielewa. Kaka, jaribu kuvaa viatu vyangu kaka, unanionea. Lakini mbona nishakwambia mimi simpendi, mbona unanionea hivyo kakaangu? Hey, Anazira. Mimi ndo ngoma nzito, aka Kibondo. Kuzira hata chakula. Aha. Unazira mdogo wangu? Wewe zira tu mama. Zira. Utaolewa tu. Sijui hata nikusaidiaje. Shemeji, kwani Devi ana ndugu huko Mererani? Katika maisha yangu yote nioishi na Devi kama rafiki yangu, kama ndugu yangu, hajawahi kaa kuzungumzia swala kwamba yeye ana ndugu au shawala wake, zaidi ya kuzungumzia jinsi ya maisha yetu tunavyoishi. Kwa hiyo ila jana tulikuwa tumekaa sehemu tunapiga siri zetu za kila siku za kimaisha za kijiweni, akaniambia maswala kwamba anahitaji kwenda Arusha. Hiyo kimempata nini Devi wangu? Sije kama ameniacha mimi ampata mwanamke mwingine huko. Meji, kuwa na imani. Ni kila kitu kinawezekana. Devi hawezi kukufanyia hicho kitu unachokifanya. Na katika muda wote niliokaa na Devi, hajawahi kaa kuzungumzia swala la mwanamke mwingine zaidi ya wewe. Kila muda tukikaa Rozi. Sasa kweli mtu kama wewe anamwachaje mtu anayempenda namna hiyo? Saidie shemeji yangu. Unajua mimi sipendi kuolewa na Ian. Mimi nakusaidia na muda wote. Ndio maana hata sasa hivi unanipigia simu, "Shem, njoo na shida na wewe." Maana mimi nimekuja chapo nimsikilize shemeji yangu anasemaje. Maana najua blaza hayupo. Mimi ndio inabidi nikame majukumu ya blaza. Sawa. Mimi nipo kwa ajili yako na muda wote utakuwa na mimi. Sawa. Na kama Ian akifanikisha kunioa na Devi hajatokea, sitokuja nimsamee kama. Sema hivyo, maneno yako ni makali mno. Msiseme hivyo. Sawa. Kuwa na imani kwamba sisi, mimi nategemea wewe ni shemeji yangu. Sawa. Kuwa na imani. Sawa. Hata sielewi hapa. Yaani nachanganyikiwa. Sijui hata nifanyaje. Nimekupa imani kwamba ikuwa na imani. Hata baadaye hivi Devi anaweza kupatikana. Kuwa na imani. Naomba mimi nikuache basi. Naona hebu kuwa sawa. Sawa. Haya, bye shemeji. Bye, naenda zangu harakati. Haya. Kiwa na shida usikose kunitafuta. Sawa shemeji. Bye.